Mchezo wa leo hawa jamaa nawafahamu vizuri mimi. Hawa jamaa kama wakuli 7 watakula 8. Nawafahamu vizuri hawa jamaa. Wako mkuu hivyo. Tukafunga nyinyi tutafunga hata 7. Okay. Nje ya uwanja wa mchezo wa leo nimekutana na hawa raia wawili wa Kisambia, lakini ukiwaona walivyovaa wanaonekana kama wananchi. Mwanzoni nilisema kwamba Yanga wanatajwa kila mahala. Sasa labda niwasikie wajitambulishe wenyewe. Okay, unaweza kuongea Kiswahili. Mimi ni mshabiki wa Yanga kutoka hapa Malawi. Kwamba wewe ni raia wa wapi? Mimi ni raia wa Kongo ila naishi Malawi, ni mwananchi. Wewe ni mwananchi Kongo lakini mwananchi. Unatuambiaje katika mchezo wa leo? Mchezo wa leo hawa jamaa nawafahamu vizuri mimi. Hawa jamaa kama wakuli 7 watakula 8. Nawafahamu vizuri hawa jamaa. Kama wakuli 7 watakula 8. Na huyu mwenzio anaonekana jezi kama ya timu moja kutoka Kongo. Labda na wewe ujitaje, unaweza ukatuambia chochote? Mimi ni Mkongomani, naishi hapa Malawi. Shabiki wa Yanga lakini Malawi. Unaweza kutuambia chochote juu ya mchezo wa leo? Wako mkuu hivyo. Tukafunga nyinyi tutafunga hata 7. Okay. Sawa. Asante sana. Labda na wewe ni raia wa wapi? Raia wa Malawi. Labda tusikie kutoka kwako, raia wa Malawi, lakini naona juu hapo mwananchi na jezi hii ni jezi ya Yanga. Kwa nini imekuwa hivi na wewe ni raia wa Malawi? Na hii ni timu ya Malawi. Hii ni timu ambayo naikubali sana. Yanga unaikubali. Ni kwa nini unaikubali Yanga? Ni timu ambayo inafanya vizuri. Ni mchezaji gani anakuvutia ndani ya Yanga? Dumbia, Pacome Zouzoua, Diarra. Asante sana. Kila laheri. Leo Yanga hawezi kupoteza. Asante sana. Basi tuombeane Mungu. Naona unawahi kwenda kuingia sasa. Labda utupe maelekezo, kwa geti hili wanaingia watu wanaolipa kiasi gani wanaopita huku? Ndio. Huku 15,000, huku 5,000. Kwa maana huku VIP na huku ni mzunguko, sio? Okay, thank you. Asante sana. Haya. Hapa ni uwanja wa National Stadium kwenye mji wa Longwe nchini Malawi. Ni uwanja ambao kwa 2022. Ni uwanja mkubwa kwa maana uwanja kama kwa Tanzania tungesema hapa ni uwanja wa Mkapa. Sisi mashabiki wapenzi wa soka ya Yanga tumefika leo hapa asubuhi baada ya safari yetu ndefu. Tuko hapa tunafanya taratibu za kuingia uwanjani kwa maana ya tiketi. Kama hivi hapa mkononi nimeshika tiketi yangu hii, tiketi ya mchezo huu wa leo ambayo kiingilio kimewekwa ni shilingi 5,000 kwa kwache ya hapa Malawi, na huko VIP kumewekwa shilingi 8,000, ni kama shilingi 6,000 ya Kiswahili. Nataka kuonyesha namna gani fedha yao iko chini sana. Lakini kwangu hilo sio ya msingi. Ya msingi ni kwamba tunafika salama pamoja na changamoto ambazo tunakutana nazo njiani wakati tunakuja, especially kwenye boda ya Kasumulu pale Kasumulu. Tunapata changamoto kubwa sana, na changamoto ilisababishwa na wenzetu wa Tanzania, wenzetu waliopo uhamiaji. Wale ndio walikuwa tunawasumbufu, lakini kwa upande wa pili wa uhamiaji kwa maana ya Malawi hatupata shida yoyote kabisa. Sisi kwanza kulikuwa na shida kwenye zile yellow fever. Kadi zetu mtu amekwenda na yellow fever, amefanya mimi kadi yangu nilifanya vipimo pale Mnazi Mmoja. Unafika pale mtu anakuambia hii kadi ni fake. Unajiuliza document ya serikali iko fake. Na utaratibu uko hivi. Kama umekuta na document fake ya serikali, tafsiri yake ni kwamba unahitaji kumkamata. Lakini ambacho tunajifunza pale, unanyang'anya ile karatasi ile yellow fever, kama sio kunyang'anya basi wakubungee, lakini walipe shilingi 10,000. Unahoji kwa nini nilipa shilingi 10,000? Alafu ni hii document fake. Kwa hiyo kazua mzozo, lakini mwisho wa siku viongozi walikaa na hili likamalizika na kila kitu kikaanza. Safari yetu kutoka boda ya Kasumulu ilianza saa 11 jioni jana, na ambayo kwa huku Malawi ilikuwa ni saa 10 kwa sababu tunachana saa 1. Lakini baada ya hapo tulikwenda usiku kucha mpaka kufikia asubuhi ya leo ya saa 2 kwa saa za Tanzania, lakini kwa wenzetu inakuwa ni kama saa 1 ndio tukao tunafika hapa. Hapa nyuma ni uwanja, lakini mbele yangu kuna magari hapa. Kuna gari ya tawi la Nambo na Mafinga, kuna gari ya Makambako, kuna Yanga Family kutoka Makao Makuu, kuna tawi la Yanga Igawilo, na gari nyingine hapa zimeshatoka watu kwenda kutafuta sehemu za kula, at least na watu waoge, wabadilike na vitu vingine viendelee. Kwa mtazamo ambavyo ilivyo ni kwamba
ninaona ni kwamba hii timu ni kama timu ndogo sana kwenye mji huu wa Malawi, na tunaona kabisa hata kila mmoja anaijadili Yanga, hamna anayezungumza timu mwenyeji. Tunaona wenyeji hawashughuliki kabisa na timu yao, wao wote wapo wanashangaa. Hata mimi tu wamenishangaa, wananiuliza wewe ndio Pacome, lakini tunaamini haya ni mambo ambayo yanaendelea hapa Malawi. Ninachoweza kusema ni kwamba Watanzania popote walipo, tunataka tuhakikishie kabisa kwamba sisi tumekuja kufuata pointi 3 ambazo zitatupeleka kwenye hatua ya makundi, ambao mwaka huu pamoja na kufika makundi tunatamani kufika robo finali, na baada ya kufika robo finali tu kufanya kile ambacho tulifanya kwenye shirikisho kwamba baada ya kufika robo finali tunakwenda nusu finali, hatimaye tunakwenda kucheza finali. Ndio lengo letu kubwa ambalo tulikuwa tunataka. Lakini vinginevyo nataka kuhakikishia kabisa leo kwenye uwanja mpya, uwanja wa kisasa, tunakwenda kuonesha mpira wa kisasa, mpira Falls tunaye, Falls tunatamba naye. Hawa wanaosema si Falls yatoke, si mwalimu ana shida gani, wao watatafuta mwalimu wao, lakini sisi kama Yanga tumekuja na mwalimu wetu Falls na msaidizi wake ambaye ni raia wa Malawi, mwalimu ambaye alipata nafasi ya kuwa mchezaji huko nyuma, baadaye amekuwa mwalimu wa timu, anakwenda kusaidia wenyeji wake kwenye mji wa Malawi. Tayari sisi tunatusaidia na tunaamini tunakwenda kuperform, tunakwenda kupata matokeo.